Ndugu mwenyekiti, viongozi wa itifaki imezingatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Migato Family, kwa pamoja tunaweza. Kwa majina yangu matatu, naitwa Misimisi Bahame Azizi, kwenye mabano Koyo Azizi. Ni mhasibu wa kikundi cha Migato Family. Nimesimama mbele yenu kuwasilisha agenda ambazo tunaenda kuzijadili, kwa sababu katibu mkuu pamoja na naibu wake wote wanauzuru. Hivyo niko mbele yenu kuwawakilisha kwa nafasi ya ukatibu. Ndugu mwenyekiti, mbele yetu tuna agenda 5. Mbele yetu tuna agenda 5 ambazo tunaenda kuzijadili. Agenda ya kwanza ni kufungua kikao, na agenda ya pili ni mahudhurio. Agenda ya 3 ni utambulisho kwa wageni ambao wameingia Migato Family na bado hatujawafahamu kwa sura. Na agenda ya 4 ni tathmini ya msiba. Agenda ya 5 ni kuahirisha kikao. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kualike kwa agenda ya kwanza ambao ni kufungua kikao. Asante sana. Asante mhasibu wa Migato Family. Migato Family. Migato Family. Naona pale kama mnaendelea na kikao kingine. Mna kikao kingine hapo? Pamoja tunaweza. Ndugu zangu wana kikundi cha Migato Family, niliyesimama mbele yenu hapa kwa majina naitwa Kisandu Njire Nkinda, ndo mwenyekiti wa kikundi cha Migato Family, na jina langu maarufu kabisa kwa wale wageni ambao mmeingia, jina maarufu naitwa Mwanantwe. Bwana Yesu apewe sifa. Uhuru wa Yesu. Samareko. Kwanza niwakaribisha kwenye kikao chetu cha tathmini ya msiba, lakini pia nitoe pole kwa familia ya mzee Marenya. Kijana huyu aliyefariki, mimi nimesoma naye darasa moja. Tumeanza naye darasa la kwanza mpaka la 7. Kwa hiyo wakati tukiwa shuleni, kijana huyu nilimpenda sana, kwa sababu mimi nilipofika darasa la 3 nikawa kilanja mkuu mpaka namaliza darasa la 7. Kwa hiyo nilikuwa kiongozi wao. Kwa hiyo alikuwa ni mkarimu sana, lakini pia alikuwa ni rafiki yangu wa karibu pamoja na familia hii. Kwa hiyo nimeondokewa na mtu wangu wa karibu, lakini wanasema kwamba Mungu akikuhitaji hakuna namna. Kwa hiyo tukubaliane na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiamua. Sasa baada ya kusema hayo, kikao hiki nikiweke wazi ili tuendelee sasa na agenda ambazo ziko mbele yetu hapa. Lakini niwaombe tu, kabla hajasoma agenda, nimuombe mtumishi wa Mungu
aweze kupita hapa mbele kikao chetu akibariki, afu baadaye tuendelee na ajenda zetu. Tusimame kwa pamoja, tumkaribishe mtu wa Mungu atuongoze kwa neno la Mungu. Mtakatifu, mtakatifu, Baba uliye muumbaji wa mbingu na nchi, jina lako itukuzwe. Tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii ya kujadili machache, na hivyo kwa hekima ya pekee tunaomba Roho Mtakatifu akawe pamoja nasi. Viongozi wetu wanaposimamia kikao hiki, endelea kuwapatia nguvu na busara za pekee. Kila mwanachama mpatie afya njema, lakini kwa sababu tupo katika majonzi, tunakualika ukawe mfariji. Tufariji wana Migato family pamoja na familia iliyoachwa. Tunaamini utakuwa nasi, tuomba kwa jina la Yesu, amen. Asante mwenyekiti kwa ajenda hii ya kwanza ambayo ni kufungua kikao. Hivyo ni kukaribisha tena kwa ajenda ya pili ambayo ni mahudhurio. Lakini kwenye hapa mahudhurio, niombe tu yule ambaye hajasaini kwenye kitabu cha mahudhurio, unaombwa ufike mbele hapa usaini, huku tukiwa tunaendelea na ndugu mwenyekiti. Baada hiyo ajenda ya pili, ni kualike sasa kwa ajenda ya tatu ambayo ni utambulisho kwa wageni. Hivyo ndugu mwenyekiti, karibu kwa ajenda hiyo. Asante mhasibu. Tuna wageni ambao bado hawajajitambulisha. Niombe sasa wapite mbele hapa ili tuwatambue. Wapite mbele haraka ili tuokoe muda. Sasa nataka nitoe mwongozo. Ujitambulishe tu kwamba mimi naitwa fulani bini fulani, naishi sehemu fulani, na wanawake 6 na mwanamke mmoja. Kwa hiyo karibuni sana. Hebu kae pembeni kidogo, au anakuja mmoja mmoja hapa. Msogee huku. Kwa jina naitwa Shuzi Masunga Seni. Hebu ngoja, rudia kwanza. Wewe unasema hivi, Migato family kwa pamoja tunaweza. Migato family kwa pamoja. Mimi naitwa Shuzi Masunga Seni, ni mkazi wa Nyarugusu. Nyumbani kwetu ni Matongo. Nina wanawake 4. Asante. Mwingine ukimaliza unaenda ukaa. Migato family. Jamani tunyamaze. Kwa jina naitwa Machungwa Kusabya Ntumba. Kwa jina naitwa Machungwa Kusabya Ntumba. Kazi yangu haka nafanyia Musoma Buhemba. Nina wanawake 2. Mwasware. Asante. Mwingine. Migato family. Kwa majina naitwa Mtachisandu, ni mkazi wa Mabuma, nyumbani kwetu ni Ngumala Kwimba, ni mjasiriamali. Ada mwanamke huyo. Haya, asante. Migato family. Pamoja tunaweza. Kwa majina anaitwa Ezekiel Gedi Matenga, ni mzaliwa wa Kiruru, Bariadi. Nina wanawake 2. Asante. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Migato family. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Asalamu alaykum alhamdulillah wa barakatuh. Ndugu zangu wana Migato family, kwa majina yangu naitwa Nkuba Kanuda Sangudi, ni mzaliwa wa Madirana.
kwa sasa maisha yangu au makazi yangu niko Kahama. Asanteni kwa ushirikiano wana Migato family. Asante. Huna mwanamke mwingine? Asante mwenyekiti kwa ukumbusho, na mke mmoja. Asante. Karibu. Migato family. Kwa majina naitwa Silima Kitalumba Ngenda, nimezaliwa Mwamungesha ila kazi nafanyia Nyarugusu. Nina mke mmoja. Asante. Migato family. Mimi naitwa Shwetela Paulo. Shughuli zangu nafanyia Musoma, ila nimezaliwa Ikindilo na shule nimesomea Ikindilo, ila mimi familia yangu sasa ambao ni makazi yake niko Igegu Dutwa. Aya, asante. Na wanawake wawili. Asante. Migato family. Kwa majina naitwa Samson John Jipozo, nimetokea Mwanza. Nina mwanamke mmoja. Asante. Migato family. Kwa majina naitwa Masunga kwenye mabano Kuru. Toa kofia tukuone vizuri. Mwenyekiti, kofia hii hapa. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Kwa majina naitwa Masunga kwenye mabano Kurwa, Masalu Mkwani. Ni mzaliwa wa Mwanunda. Kazi zangu nafanyia Kahama. Nina wake 4 na watoto 5. Asante. Asante sana. Tuendelee. Migato family. Mheshimiwa mwenyekiti, niliyesimama hapa naitwa Tumsikilize. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Kwa pamoja tunaweza. Migato family. Majina yangu naitwa Spola Edward Ngwani, nimezaliwa Bariadi, naishi kata ya Sima, ni mwakilishi diwani halmashauri ya mji. Huna umme? Nina mume mmoja, watoto 5. Asante. Karibu. Migato family. Kwa jina ninaitwa Kinasa Daniel Masunzu, mkaaji wa wilaya ya Ushirombo. Nina wake 2 na watoto 15. Asante. Jina maarufu Mwananale Mwakitorio, kazi yangu nafanyia. Asante sana. Karibu. Migato family. Kwa majina naitwa Bali Anjile Dobigo, ni mzaliwa wa Bariadi, kijiji cha Ihusi. Kazi zangu nafanyia Kahama na wanawake 3. Asante. Mbona wengine wenye wanawake 2 ampigi makofi na wa mmoja, kuna shida gani? Tuendelee. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Kwa majina naitwa Masanja Nzagamba, kuzaliwa Nkoma, kazi nafanyia Kahama na wanawake 3. Aya, asante. Migato family. Kwa majina naitwa Edwin Samuel Yasini, ni mkazi wa Kahama na wanawake 2. Asante. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Kwa majina anaitwa Hilda Charles Mlangi, ni mzaliwa wa Singida. Ongeza sauti. Migato family. Kwa majina anaitwa Hilda Charles Mlangi, natokea Singida, makazi yangu Msoma, ni Mkemia, na mume mmoja na mtoto mmoja. Asante. Kwa majina naitwa Ambura Chacha, ni mzaliwa wa Msoma. Hebu anza upya. Sogea hapo kuone. Hapa. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Kwa majina naitwa Ambura Chacha Magabe, mzaliwa wa Msoma, kazi nafanyia Kahama na mke mmoja na mtoto mmoja.
Asante. Makofi hayapo. Mke mmoja, mtoto mmoja. Tuendelee. Family. Kwa pamoja tunaweza. Kwa majina naitwa Mwita Kisanta. Ni mzaliwa wa wilaya ya Rorya. Kazi nafanyia Msoma na wanawake wawili. Asante, tuendelee. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Migato family. Asante sana mwenyekiti. Nimesahau kukushukuru. Maana usingekuwa wewe hata hii mic nisingeipata. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Sikwagi Tandala Shauri. Ni mzaliwa wa Nkoma. Rafiki yangu ni Machemla hapa. Nina wake watatu. Enzikwe mwega nileka hangonda. Karibu sana. Asante sana. Kwa hiyo kazi Nyandorwa, Mwakitorio namba 5, Tambalale, familia Maswa pale karibu na sekondari Binza, na Nkoma penyewe Tagwasa pale abamhaledo daruha gababe. Aya, asante. Migato family. Kwa majina naitwa Deusi Msomi Claves. Ni mzaliwa wa Msoma mjini hapo. Nina mke mmoja. Asante. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Kwa majina naitwa Musa Zebedayo Lazaro. Ni mzaliwa wa wilaya ya Sengerema mkoa wa Mwanza. Kikazi ninafanya Nyarugusu. Ni baba wa mke mmoja na watoto 6 na mimba moja. Asante. Karibu. Zamani, hebu tumsikilize huyu. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Kwa majina naitwa Zangu Gegedi Brengela. Nimezaliwa Giriku pale. Nimehamia Mbogwe, wilaya ya Mbogwe. Na wake wawili, watoto 7. Aya, asante. Kazi yangu ni mjasiriamali mchimbaji manake. Aya, asante. Wajumbe nadhani hao ndo wanachama wapya. Lakini niwaombe sasa wanachama wetu wapya waipitie katiba ya Migato family, wafuate masharti ya katiba yetu. Kwa hiyo na wakaribisheni sana. Asante mwenyekiti. Baada ya hii agenda ya utambulisho kuisha, ni kualike sasa kwa agenda ya 4 ambayo ni tathmini ya msiba. Mwenyekiti, karibu kwa agenda hiyo. Niwakaribishe sasa mwenyekiti wa mazishi na katibu, mwenyekiti wa msiba na katibu wake waweze sasa kutufafanulia vizuri kamati zao zote. Karibuni sana. Karibu mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Migato family. Kwa majina naitwa Christopher Muhama. Ni mwenyekiti wa msiba huu wa ndugu yetu Ng'ende. Mheshimiwa mwenyekiti, nakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 10 na 10,000 kutoka kwa mhasibu wetu. Na pesa hizo tulichukua kwa ajili ya kuendesha msiba. Na nimuombe basi bila kupoteza wakati katibu wangu atupitishe kwa kualika kamati za kisekta kila moja basi waseme walichofanya na hizo pesa. Katibu, karibu. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Joel Mpina, niko Bariadi, Simiyu. Nimehudumu katika msiba huu kama katibu. Nakili na mimi kupokea kutoka kwa kiongozi wangu, yani mwenyekiti,
shilingi milioni 10 na shilingi 10,000. Na nilikuwa na kamati za sekta 4. Tulikuwa na kamati ya chakula, tulikuwa na watu wa mapambo na mazishi, tulikuwa na usafiri, lakini pia tulikuwa na wazee wetu wa itifaki. Kwa hiyo nafikiri ni waombe wenye viti wa sekta wapite sasa mbele hapa waweze kamati moja moja. Tunaanza na kamati ya chakula. Migato family. Kwa majina naitwa Barina Boonzi, mwenyekiti wa chakula. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Pamoja tunaweza. Migato family. Kwa majina naitwa Luperengeti ya Masanja, katibu idara ya chakula. Aya, asante, tuendelee. Migato family. Tunakiri kupokea shilingi milioni 4. Sogeza maiki wasikie wajumbe. Tunakiri kupokea shilingi milioni 4 kwa ajili ya manunuzi ya chakula. Lakini katika matumizi ya hiyo milioni 4 kuna ongezeko la milioni 1 ambayo tuliongeza ng'ombe mmoja na baadhi ya mafuta na sukari. Kwa mpaka sasa tunadai milioni 1,272,000. Asanteni. Kwa hiyo mnadai? Tunadai. Tulipewa milioni 4 lakini bajeti yetu imeenda milioni 5,272,000. Kuna swali wajumbe? Hamna. Mnadai milioni 1? Milioni 1,272,000. Aya, asante, wapewe sasa maua yao. Aya, hiyo karatasi ilete uikabidhi hapa kwa mhasibu. Mlikuwa na wajumbe wangapi? Maiki iko wapi? Nilikuwa na wajumbe 8. Wote wamehudhuria? Hajahudhuria 2. Wana ruhusa? Sasa taarifa zilizopo sisi haturuhusiwi kuomba ruhusa. Hebu katibu lielezea vizuri. Hebu mpe nani katibu hapa. Asante mwenyekiti. Jamani tusikilize. Migato family, kwa pamoja tunaweza. Kwa niaba ya ofisi ya katibu naomba nitoe taarifa hii. Ndugu wana Migato family, nadhani viongozi wetu makatibu kila leo kila masaa wanatupa taarifa kwenye grupu kwamba ruhusa zote zinatakiwa zipokelewe kwenye ofisi za katibu. Kwa maana mjumbe au mwanachama wa Migato family anatakiwa aombe ruhusa kwa maana ya ruhusa ya kuhudhuria msibani. Sio ruhusa ya kwamba umeteuliwa kuja kuhudumu kwenye kamati tendaji. Yeye umuombe ruhusa. Hutaki kumuomba ruhusa katibu wa Migato family kama umeteuliwa kuja kuhudumu. Ndio maana kwenye taarifa za kamati za kisekta kuna mwenyekiti na katibu. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti wa kamati ya chakula, ulipaswa we hiyo taarifa uipokee. Taarifa ambazo hazipokelewi ni taarifa za huko wajumbe huko. Asante mwenyekiti. Asante sana katibu. Kwa nakiri wale watu waitoa taarifa, lakini niliwaambia siruhusi kutoa nani ruhusa kama alivyotoa kutuma nani kwa grupu. Kwa hiyo wale watu waomba ruhusa kwangu. Wote wawili. Haya, asante. Kamati inayofuata. Kamati ya mapambo nakili kuwapa milioni 5,120,000. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Mimi kwa majina naitwa Elia Paulo Kwenjiwa. Nilibahatika kuwa mwenyekiti wa kamati ya mapambo pamoja na mazishi. Migato family. Hapa moja tunaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Gusi Guga. Nimebahatika kuwa katibu wa mapambo na mazishi katika msiba wa ndugu yetu Ngende.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 5,120,000. Matumizi ambayo tuliokuwa nayo, tumetumia kiasi cha shilingi milioni 5 na shilingi 85,000. Kwa hiyo baki ni kiasi cha shilingi 35,000. Naomba kukabidhi kwa katibu wangu hapa. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati yangu ilikuwa na jumla ya watu 6, viongozi 2 na wajumbe 4. Wajumbe 3 wamehudhuria wote na mjumbe mmoja alikuwa na uzuru. Aliniomba mimi. Pamoja na hilo Mwenyekiti, kamati yetu ya mapambo ilipokea vitu ambavyo vinatunzika. Kitu cha kwanza ni vitambulisho vya kamati zote za sekta, tunaomba kurudisha. Lakini pia tulipokea flash kwa ajili ya historia ya marehemu, nayo tunaomba kurudisha. Baada ya kusema hayo, asante Mwenyekiti na kamati yako kwa kutuamini na kutukabidhi jukumu hili. Mungu akutunze. Asante sana. Kamati inayofuata, kamati ya usafiri. Mwenyekiti na katibu, karibuni kwa maelezo. Migato family. Kwa pamoja tunaweza. Pamoja tunaweza. Migato family. Nakiri kupokea 850,000. Unaitwa nani? Na kwa majina naitwa Masanja Buganga Mabula, katibu wa msiba. Asante usafiri samani. Asante. Mwenyekiti wako amepata uzuri kidogo. Aya, asante. Endelea. Nakiri kupokea 850,000 na fedha hiyo tumeitumia yote, hatudaiwi. Naomba kuwasilisha. Kamati yetu ya mwisho ilikuwa ni ya itifaki. Karibuni watu wa itifaki. Kwa majina naitwa Bombo Ukengeda. Nimebahatika kuwa katibu wa itifaki katika msiba wetu huu. Kwa hiyo mwenyekiti wangu, ndugu mwenyekiti wangu amepata uzuru na nilikuwa na wajumbe 2 na wajumbe wangu wote naona wamehudhuria. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, katika sekta yangu nilikuwa na TZ shilingi 0.0 ambazo zote zimetumika. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, katika mzunguko wote wa mazishi, ikiwa mimi kama katibu wa itifaki, sekta zote naona nilikuwa nazizungukia. Naomba, nashukuru Mwenyezi Mungu ametuzungusha na kweli zoezi hili tumelifanya kwa utulivu wote na tumefanikisha vizuri. Hatukuwa na changamoto zozote, ingawa kulikuwa na changamoto gondongo ambazo tulikuwa tunazitatua hapo. Jambo la kwanza, ndugu mwenyekiti, nashukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza vizuri. Asante sana. Asante sana. Wapeni makofi yao jamani. Haya, asante sana. Katibu, karibu. Tumebakiza ajenda moja ambayo ni kuahirisha kikao. Lakini ndugu mwenyekiti, kabla haujasimama kuahirisha kikao, ninayo mambo mawili ambayo wajumbe hawa tunatakiwa niwaelekeze, kwa sababu kwenye grupu humo unakuta wengine wanapita tu, hata hawasomi nini kinaendelea. Ndugu mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba ruhusa nielezee hayo mambo mawili. Ndugu mwenyekiti na meza kwa ujumla pamoja na wajumbe, jambo la kwanza ambalo nataka niwaelekeze wana Migato family ni
jambo ambalo linatoka katika ofisi ya katibu. Nasema hivyo kwa sababu nina nafasi ya kulielezea, kwa sababu makatibu wote hawapo. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa Mikato Family, mpaka sasa kikundi cha Mikato Family kinakimbilia watu 400, ambapo katiba ya Mikato Family inasema mwisho wa wanakikundi ni 401. Hivyo ndugu wajumbe, kwenye grupu humo ofisi ya katibu kila masaa na kila siku inaelekeza namna ya kuomba ruhusa. Unapoomba ruhusa, cha kwanza unatakiwa umpigie simu katibu. Ukiona simu yako haipokelewi na katibu, unatakiwa utume meseji. Unatuma meseji kwamba mimi ni Kasiri Malhaba, ni mjumbe namba 300, naomba ruhusa ya kutohudhuria msiba wa mwanakikundi mwenzetu Nende kwa sababu deshi ambayo utakuwa na wewe. Kufanya hivyo itamrahisishia katibu kutunza taarifa zako. Sambamba na hilo, ndugu mwenyekiti na wajumbe, ukimpigia simu katibu ukaona haipokelewi, kikundi sasa kinaelekea watu 400, huwezi ukazipokea hizo simu zote. Kwa mfano hapa leo tuna mahudhurio karibia watu 300, walioomba ruhusa karibia watu 100, na hao watu 100 na huwezi ukazipokea hizo simu zote kwa hali tu ya kiubinadamu. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti na wajumbe wa Mikato Family, ofisi ya katibu imenielekeza kuambieni hilo. Hivyo naombeni mlipokee hivyo na tuzingatie kama jinsi wanavyotuelekeza. Sambamba na hilo, ndugu mwenyekiti, jambo la pili ambalo natakiwa nielekeze wanachama wa Mikato Family ni namna ya utumaji wa pesa. Ndugu wajumbe wa Mikato Family, namna ambavyo mnatakiwa mtume pesa ni kama nilivyoelekeza kwenye upande wa katibu. Ukinitumia pesa yako, usisubiri kwamba mhasibu anamfahamu Gusi Guga kwamba ataiona hiyo pesa na kutikisha. Na mimi ni binadamu kama ninyi na ninachoka pia. Kwa hiyo niwaombe, unapotuma pesa unatakiwa unipigie simu kwamba mimi Gusi Guga nimetuma pesa, ni mjumbe namba kadhaa. Kwa hiyo naomba unitikishe. Ukiona simu yako sipokei, basi nitumie meseji. Lakini yote kwa yote, haya yote mawili, kupiga simu na kutuma meseji, yanatakiwa yote yafanyike, kwa sababu unaweza ukanitumia hela wakati huo sipo mazingira mazuri pengine ya mtandao ya kufanya hiyo shughuli kwa wakati huo. Kwa hiyo ukinipigia simu naweza nikatoka pale nikaenda kule nimesahau. Kwa hiyo ukaacha kupata haki yako ya blue tick. Hivyo mambo yote haya mawili naombeni ndugu zangu wana Mikato Family tuyafanye yote ili kusudi kurahisisha hii kazi. Unapotuma hela nipigie simu halafu niandikie meseji. Hivyo unanirahisishia mimi kwenda kwenye mkeka moja kwa moja
na kujua wewe ni namba 301 na sio nianze kusearch mimi kwamba Kasiri Malhaba sasa ni namba 301 nitafute mpaka niipate. Hivyo ndugu mwenyekiti pamoja na bodi kwa ujumla na wajumbe, pokeeni taarifa hiyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante mhasibu wetu, lakini pia na kaimu kiti cha katibu mkuu wa Migato Family. Kabla sasa hatujaalisha kikao, tumkaribishe sasa msemaji wa familia hii ili aweze kuongea mawili matatu kwenye kikao hichi. Karibu sana. Kwa jina naitwa Gata Ngubisi Maswea, ni mwana kikundi wa Migato Family, kikundi kidogo DD 293. Awali yoyote nipende kuchukua fursa hii kuwashukuru sana kuanzia meza kuu, mwenyekiti pamoja na mhasibu, namna ambavyo tumepambana nao tangu jana. Mwenyekiti, umekuwa msaada mkubwa sana, hata pale tulipokuwa hospitalini tumekuwa na wewe pamoja na mhasibu na wajumbe wengine ambao walikuwa wameteuliwa. Mimi ninawashukuru sana kwa niaba ya family. Maana ukiangalia hata ule msafara wetu wa jana ulikuwa sio wa kitoto. Mmetuheshimisha kikubwa sana. Kama ni aibu tulikuwa nazo mmetufichia sana. Sisi ni akina nani hata tusitoe shukrani. Yawezekana hata ukoo wetu wa Malenya huenda hata tukihesabu magari hayafiki hata 3. Lakini ukiangalia sasa hivi kwa nguvu ya Migato Family inaonekana msiba huu kama wa kifarume. Kwa mimi niwaombe wale ambao wako nje huko wanakiona labda hiki kikundi kinafanya mambo ya kitoto, basi tu wajumuike na sisi. Mwenyekiti, nikushukuru sana. Kiwa shule ya msingi ulikuwa kiongozi wangu kiranja mkuu, lakini bado unaniongoza tena. Naamini kwamba ulizaliwa huenda labda kuwa kiongozi. Na naamini kiongozi kumbe anaweza akazaliwa, ijapo pia anaweza akatengenezwa. Kwa hiyo ulizaliwa kuwa kiongozi. Asante sana. Aya, asante sana msemaji wa familia. Asante mwenyekiti. Agenda tuliyobaki nayo ni agenda ya mwisho ambayo ni agenda ya 5 ambayo ni kuahirisha kikao. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, nikukaribishe kwa agenda hiyo. Migato Family. Migato Family. Pamoja tunaweza. Ndugu wajumbe, wanachama wa Migato Family, mimi niseme kwamba tulianza na Mungu, tutamalizia na Mungu. Lakini sasa kabla ya kukairisha kikao hiki, niseme machache ambayo na mimi ninayo. Ndugu zangu, kikundi chetu hiki kipo kwa niaba ya kufarijiana. Tunapopatwa matatizo, labda mwanachama mwenzetu kapatwa na matatizo ya msiba, shughuli kubwa kabisa ni kufarijiana. Na hili nimekuwa nikiliimba kila siku. Tunapofika msibani, angalau tutengeneze mazingira ya kumfariji mwenzetu. Tukae mahala hapo tumeandaliwa na kamati husika. Tusionekane watu wa kwamba wengine wako huku, wengine wako huku. Kamati zetu wanajitahidi sana kutengeneza mazingira. Lakini sisi hatuzingatii. Leo nimeona mimi mwenyewe. Sisi viongozi tulikuwa tumekaa pale. Lakini tenti ambalo
kamati ilielekeza kwamba kikundi wakae hapa, lilikuwa wazi. Sasa nirudie tu kwa mara nyingine, utaratibu wa kukaa, sisi ni watu wazima, pamoja na kwamba tunakutanishwa sana. Unapotokea msiba, naweza nikakutana na jamaa yangu, tuna miaka 10 hatufahamiani, yuko Msoma, yuko Mbeya, kama wakina Tioye hivyo, tunaenda pembeni kidogo, mnaongea ya kwenu, lakini unarudi sehemu husika. Mimi niwaombe sana ndugu zangu, hilo tulizingatie. Lakini la pili, kamati zetu tendaji. Kamati hizi zimekuwa zikiingiliana kwenye majukumu. Tunawachagua watu kuja kusimamia kamati za sekta hizi. Sijui inawezekana hawajui, lakini pia wanakuwa na viongozi wao. Anakuwepo mwenyekiti na katibu wa msiba. Hao ndio inatakiwa waelekeze. Jana sisi tunafika hapa, tunaleta mwili, haya matenti yote yalikuwa hayapo, na bahati nzuri tunamaliza hapa kupata chakula, mvua inaingia, hakuna tenti hata moja. Yaani mwili unaingia wakati inatakiwa mwili unaingia, matenti tayari yameshafungwa. Lakini kingine, nakuwa napokea taarifa, kamati hizi za sekta, tuna wana vikundi wenzetu humu, wengine ni wapambaji, wengine wapishi. Taarifa napata kwamba hatuwapi upishi. Lakini kwangu nachokifahamu, ndugu wana kikundi, ofisi ya katibu mkuu inapomaliza kuteua zile kamati tendaji, wewe kama ni mpishi, cheza na mwenyekiti wa chakula na katibu wa chakula, na uzuri wanaweka namba pale, omba tenda, omba tenda. Hakuna anayenyimwa tenda. Tunakunyima tenda pale tu unapotuambia kwamba milioni 12 huku kuna wa milioni 7. Hapo hatutaelewana. Lazima tuanze uchunguzi hapo. Lakini hakuna mtu anayemnyima tenda. Lakini kingine, kamati hizi wakienda kuulizwa huko, wanaanza kusema kwamba sisi tuna maelekezo ya kutoka juu. Kwa nini mmemweka mwanamke upishi? Sisi tuna maelekezo ya kutoka juu. Kutoka juu wapi? Hiyo kauli mimi kama mwenyekiti iwe mwanzo na mwisho, kwa sababu huo ni uchonganishi. Unaulizwa swali, mpishi umetafuta wewe, halafu naona umebanwa, unasema hayo ni maelekezo. Hakuna kiongozi yoyote kwenye meza yangu hapa, wakimaliza utaratibu wao wa kuteua afu kaingilie kule. Kuna wazee wa itifaki wako kule, kuna mwenyekiti wa mazishi na katibu wako kule, halafu mimi mwenyekiti naenda kufanya nini huko? Au katibu naenda kufanya nini? Naona vikao vyao wanakaa. Kwa hiyo hilo na lenyewe niliombe sana liwe mwanzo na mwisho. Wapishi ambao wako kwenye kikundi kama wako 10, kamati zikiteuliwa, omba tenda mapema, mpigie mwenyekiti wa chakula, piga kwa mwenyekiti wa usafiri, piga kwa mwenyekiti wa mapambo, upate tenda. Kama una magari 100 labda unataka kutuhudumia, unatuhudumia. Cha mwisho, hapa tumeondokewa na mwanakikundi mwenzetu. Hende Mashimo alikuwa ni mwanakikundi mwenzetu na sasa hivi hayupo. Ameacha familia yake. Inawezekana kuna salio ambalo limebaki. Ofisi ya katibu mkuu na familia kwa ujumla, familia ya Ng'ende
Kwa hiyo watawasiliana kwa ajili ya utaratibu. Kama hawatafuatilia kama familia, lakini niwaombe makatibu wangu hiyo kazi muifanye, kwa sababu mwanakikundi wetu hapa alikuwa ni huyo na ameondoka. Kwa hiyo tumeachiwa wanawake na watoto. Kwa hiyo ofisi mhasibu hilo mlifanye. Na baada ya kusema hayo, nilikuwa natamani niendelee, lakini muda unayoyoma. Baada ya kusema hayo, sasa nimkaribishe sasa mtumishi wa Mungu apite hapa mbele. Sasa tusimame kwa ajili ya sala, tuombewe na safari yetu. Tuahidishie sasa, tuombee na safari yetu tufike salama. Karibu sana. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mfalme wa amani, jina lako litukuzwe. Haya yote ambayo tumeelekezwa na viongozi wetu, tunaomba ukatuwekee kumbukumbu na tukaweze kuyaishi. Tunapoahirisha kikao hiki, kila mmoja ataelekea kule anakojua. Tutakapokuwa na safari zetu, usipungue juu yetu. Tutatumia vyombo ambavyo vimetengenezwa na wanadamu. Tunaomba Mungu wetu ukawe dereva mkuu katika vyombo hivyo. Tusafirishe salama, turudi salama, na kila mmoja atakapoendelea na shughuli zake, mkono wako wa baraka usipungue juu yake. Bariki viongozi wetu wanapoendelea kuitumikia Migato Family. Ipaishe Migato Family ikaonekane ni kikundi cha mfano. Hekima zako na busara zako zikatue juu ya viongozi hawa. Tubariki sote, twaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amen.